Kwa majina anaitwa Lucas Sangau. Tuko mbele yenu hapa kwa ajili ya tamko la wamaasai wa Dar es Salaam kukanusha habari ya tarehe 17 mwezi wa 6 2022. Ndugu waandishi wa habari wa Tanzania, kufuatia tamko la tarehe 17 mwezi wa 6 mwaka 2022 kwenye vyombo vya habari, tumeona habari kwamba umoja wa wamaasai unaofanya kazi Dar es Salaam wameandamana kwenda ubalozi wa Kenya Tanzania kwa lengo la kulaani Loliondo na Ngorongoro kuchochewa na NGOs za Kenya, kwamba eti wamaasai wa Ngorongoro na Loliondo wanatumiwa na NGOs eti kukaa Ngorongoro na Serengeti. Ukweli ni kuwa kazi hii inaratibiwa na watu wanaopangwa kutengeneza kwa lengo la kuchafua watu wa Loliondo na Ngorongoro na kutaka kuaminisha umma kwamba maeneo hayo kuna usalama. Hakuna nguvu ya polisi inayotumika na kwamba eti mgogoro huu unachochewa na NGOs za Kenya zenye lengo la kuua Ngorongoro na Serengeti. Tumepata taarifa za kina kwa wenzetu hao wanaotumika kwenye tukio hilo na walianza kushiriki katika eneo hilo swala tangu Alhamisi ya wiki hii, na walidanganywa kuwa wanahitajika wamaasai 150 kwenda kuwaimbia wazungu kwenye Dar Free Market na kuahidiwa shilingi 20,000 kwa kila mmoja, na vijana na wazee wa Kimasai hasa Paramu walikusanywa kuanzia tarehe Tegeta, Mwenge, Ilala na Namanga Msasani. Wengi wao walitafakari mapema kuona kuwa tukio hilo sio salama, kwani kawaida wa Masai wanaoweza kuimba ni 20 au 30. Wanatosha kuwaimbia wazungu kulinganisha na idadi ya hiyo iliyotajwa siku hiyo. Hata hivyo, wale waliolazimika kufika walikuta mabango yamekwisha andaliwa na kuna bajaji iko tayari kwa ajili ya malipo. Wamasai wenzetu wengi walishiriki kwenye tukio hilo, walilazimika kukimbia na kuona kuwa lengo lilikuwa ni kupotosha umma kuhusu mgogoro wa Ngorongoro na kuchonganisha Tanzania na nchi jirani ya Kenya. Pili, julikane pia kuwa sisi Wamasai walioko Dar es Salaam tumetoka maeneo tofauti Tanzania. Hatuna laibwanani anayetuongoza huku kiongozi mkuu. Naomba nirudie. La pili, ijulikane pia sisi Wamasai walioko Dar es Salaam tumetoka maeneo tofauti Tanzania na hatuna laibwanani anayetuongoza huku wala kiongozi mkuu, bali tuna viongozi katika kila tawi ambalo mara nyingi kwa pamoja tunaratibu kazi zote kulingana na tulikotoka na maeneo tunayopatikana hapa Dar es Salaam. Hapa Dar es Salaam ni ya upotoshaji, tunaomba ipuuzwe. Na hivyo habari inayotolewa na mzee mmoja ijulikanayo kama Njokorde kuwa yeye ni laibwanani wa Kimasai kwa hapa Dar es Salaam ni upotoshaji. Tunaomba ipuuzwe na Watanzania wote. Njokorde ni miongoni mwa wachache waliotutumia kuwakusanya Wamasai wenzetu kwenda kuingiza kwenye udanganyifu huo na kupotosha umma. La tatu, ijulikane kuwa sisi Wamasai toka Tanzania hatupingani na swala kuwahamisha wenzetu wanaotaka kuhama kwa hiari. Ijulikane kuwa sisi Wamasai hatupingani na watu wanaohama kwa hiari, bali tunapingana na vikali na wanaobaki Ngorongoro kuweka vikwazo vya kiuchumi na kunyima huduma mbalimbali za kijamii, ambapo fedha zilizotengwa kwa ajili ya kuendelea miradi za kijamii kama elimu, afya, maji na huduma zinginezo zimeainishwa kwenda handeni bila hata kushirikisha baraza la madiwani. Hivyo kuongeza maisha magumu kuwa magumu wale wanaobaki ndani ya hifadhi. Zaidi, tunapingana na kulaani vikali nguvu inayotumika kwenda kuwaondoa Wamasai Loliondo bila kuzingatia heshima kesi iliyoko mahakamani, lakini zaidi pia kuheshimu maoni ya wananchi ambayo wamepeleka kwa waziri mkuu. La tatu, tunalaani vikali ushauri wa wabunge kutaka serikali kutumia nguvu ya kijeshi kuwaondoa watu wa Ngorongoro ambao tumeamini pamoja na sababu zingine
kwa kuwekezaji wa mashirika ya uwindaji, na ndiyo sababu ya watu wetu kuumizwa na vyombo vya dola, na wengine kukamatwa na kufunguliwa kesi za mauaji, ili hali wakikamatwa hata kabla ya matukio. Na kusisitiza zaidi, pale ambapo wabunge hao hawajadili kabisa kuhusu vikwazo vya kiuchumi na huduma za kijamii wanazowekewa watu wa Ngorongoro, wala kujadili na kuumizwa na polisi kuhusu ukimbizi, hasa wakina mama na watoto waliokimbia Kenya kwa sababu ya uonevu wanaofanywa na jeshi la polisi. Tunajua kuwa wakuu wa vyombo vya dola kama polisi na baadhi ya mawaziri na mkuu wa mkoa wanatembelea eneo lile, lakini hakuna anayejali maisha ya watu wanaoumizwa wala kukimbia makazi yao, bali waliongeza vitisho dhidi ya raia na asasi za kupigania haki za binadamu, hasa za Loliondo. Tunalaani vikali udhalilishwaji unaofanywa na vyombo vya habari, hasa baadhi ya serikali dhidi ya jamii ya Kimasai, ikiwemo kuwaita Watanzania hawazikani wenye maisha duni kuliko Watanzania wengine, wasiojua kusoma na kuandika, wasiostaarabika na maneno mengine kejeli kama hayo. Tunaamini kuwa tunafanywa makusudi na serikali haichukulii hatua dhidi wanaofanya hivyo kwa sababu ya maslahi na kutaka kuwaondoa wenyeji wa Ngorongoro katika maeneo hayo. Hivyo hizo sehemu ya conspiracy katika kutengeneza sababu ya kuondoa watu wa Ngorongoro. Hatuko tayari kudhalilishwa. Hivyo mtu anaye yoyote, kwani utamaduni na mila ya watu kwa ujumla ni lazima ziheshimiwe. Aidha, waandishi wa eneo la Ngorongoro na Loliondo na tarafa ya Sale wamekwisha wasilisha ripoti ya mapendekezo juu ya ukweli na uhalisi wa mgogoro wa ardhi ya Ngorongoro na namna ya kumaliza mgogoro hiyo kwa njia ya amani na kuridhishwa kwa pande zote mbili bila bugudha. Hivyo tunaomba kuisihi serikali yetu inayoongozwa na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kuwa ifanye kazi ya mapendekezo hayo na kutoa mrejesho wa matumaini kwa wananchi wa Ngorongoro na Watanzania kwa ujumla, na kusitisha matumizi ya vyombo vya dola ambayo sio inaleta ukosefu wa amani na utulivu wa haki za binadamu, bali inachangia kuchafua nchi yetu dunia kote, hasa baada ya kuwa na kuna wakimbizi na majanga hayo wameingia nchi jirani ya Kenya kwa sababu ya matumizi ya silaha za moto kwa jeshi la polisi. Kwamba maisha yetu ikiwemo ufugaji haijawahi kuwa tishio kwa hifadhi, na ndiyo maana maneno mengine yaliyoachwa wazi yenye mapori ni maeneo ya umaskini. Hata hivyo pia tumewahi kuchangia maeneo mengi kwa ajili ya uhifadhi, ikiwemo hifadhi ya taifa ya Serengeti, Manyara, Tarangire, Mkomazi, Kreta ya Ngorongoro na Embakasi na mapori mengine ya akiba. Hayo tuliachia kwa hayo yaliyoitwa maslahi mapana ya taifa au maslahi mapana ya umma. Hivyo hatuko tayari tena kuondolewa katika maeneo machache tuliyobaki nayo kwamba kwa maslahi ya umma pamoja na maslahi ya wafugaji, na tunahitaji kuua na kuuawa. Hatuhitaji kuuawa na kuonekana kama uharibifu wa mazingira, kwa maana kwamba tamaduni ya Kimasai ni miongoni mwa tamaduni zenye nguvu iliyobaki Tanzania na duniani kwa ujumla, na hatuko tayari kabisa kuharibu utamaduni wetu, kufuata mkumbo wa ushawishi au kuachia maeneo yetu ya urithi ambayo ndiyo tunatumia kimila na kiutamaduni. Pia tunaendelea kuwa wahifadhi wa wanyamapori, mimea na kutoa wawindaji kutokata miti hovyo na kufanya shughuli zinazoendana na utunzaji wa mazingira na faida yetu na vizazi vijavyo. Mwisho, tunatambua kuwa vyombo vingi vya habari
vimekatazwa kutoa habari zozote za Ngorongoro, hasa zinazohusu upande wa wananchi wa Ngorongoro, isipokuwa hizo zinazohusu upande wa serikali. Lakini mbaya zaidi ni kuwa vyombo vya habari nyingi zimekuwa zikitumia kutengeneza uongo na upotoshaji dhidi ya watu wa Ngorongoro na Walio. Tunalaani vikali vitendo hicho, tunaomba viache mara moja kuendelea kutumika kuchochea mgogoro, zijikite kuchukua habari pande zote. Kama hawawezi basi waache mara moja kuchafua jamii. Tunaishia serikali yetu kuacha vyombo vya habari kuchukua habari popote na uhuru, pia kuacha wananchi kuwa kwa uhuru na kutekeleza kutoa maoni na kueleza matatizo mbadala ya kupitisha na kuwaumiza. Sambamba na hilo, mashirika yasiyo ya kiserikali NGOs, hasa yanayojishughulisha na haki za binadamu, viachwe kufanya kazi yao kwa uhuru bila vitisho na bila kuwatishia kuwafanya NGOs hizo kwa kisingizio cha kusema vinatumika kuua hifadhi na ambacho hakina ukweli wowote. Tunashukuru sana na tunawasilisha ripoti yetu kwa vyombo vya habari na tunashukuru kwa umoja wenu. Asanteni sana. Ndugu mwandishi wa habari, kama ambapo tumekushaona hawa Wamasai waliokaa hapa ni wa kutoka maeneo mbalimbali ya Ngorongoro, Simanjiro, Longido, Monduli na maeneo mengine ya Tanzania, ambapo wapo Dar es Salaam. Wamekuja kukanusha hii habari ambayo tayari umeshaisomea introduction yake, na kwamba ukweli ni kuwa wale walioenda kuandamana katika ubalozi wa Kenya hapa Tanzania walikuwa wamepangwa na walidanganywa kwamba wanaenda kuwaimbia wazungu, na kwamba walichoenda kushuhudia ni kupewa hayo mabango yanayopotosha mgogoro wa Loliondo, lakini zaidi na kwenda kuhongwa kupewa hela ili kuwachafua Wamasai wa Ngorongoro na kupotosha kwa ujumla kinachoendelea Ngorongoro. Kwa hiyo sisi hapa kama Wamasai wa Dar es Salaam, ambapo wa maeneo ya Tanzania lakini ambapo tupo Dar es Salaam, tunakanusha habari hizo kwamba ni za upotoshaji. Hatukubaliani na kitendo kinachotumika ya upotoshaji na udanganyifu, kama kutumia kusema kwamba Wakenya wanachochea mgogoro wa Tanzania, kitu ambacho sio kweli. Hawachochei, bali wale wachache wanaongelea kuhusiana na uvunjivu wa haki za binadamu Ngorongoro, kama ambavyo tumeshuhudia wenzetu walioumizwa na vyombo vya dola. Kwa hiyo tunaisi serikali yetu iwajali wa Tanzania, hasa Wamasai wanaoishi eneo la Ngorongoro. Lakini zaidi tunapingana vikali na tunalaani kitendo cha vyombo vya habari kutumika kuchafua Wamasai kwa ujumla, hasa wale wanaopatikana Loliondo na Ngorongoro, na kuchonganisha Wamasai na serikali yetu. Kwa hiyo sisi kwanza hatupingani na shughuli ya serikali kuwahamisha wanaohama kwa hiari, kwa sababu kama wamekubali kuhama kwa hiari ni hiari yao, na kwamba serikali pia ina wajibu wa kwenda kuwajengea kama ambavyo imeenda kuwajengea nyumba Handeni. Lakini ukweli ni kuwa wale wanaobaki ambao hawataki wenyewe kuhama, na hata wangetaka hawana pa kupelekwa kwa sababu ya wingi wao, wanawekewa vikwazo vya kiuchumi, miradi ya maendeleo, huduma za kijamii. Kwa hiyo wanapata changamoto kubwa sana. Hivyo tunaisi serikali yetu itusikie hilo lina ukweli na iache ukamataji wa Wamasai popote walipo. Kwa hiyo tunasema kwamba wale wenzetu waliofunguliwa na kesi za mauaji waachiwe kwa sababu hawana hatia. Kwa hivyo mwandishi wa habari nihitimishe hivyo ili mwingine aweze kuendelea.